Ende mbele kabisa. Kabisa. Niko na dakika moja tu nataka yako. Na kwanza nikwambie congratulations. Unajua nilikujua ukiwa senator. Asante sana. Yes, kweli. Tulijuana kitambo. Sasa umekuwa waziri, hata nilidhani namba hujasave. No, ile namba bado niko nayo. Asante sana waziri. Nilikuwa Geshagi last week nikapita mahali inaitwa North Kinangop, huko ni engineer. Yes, engineer naijua. Watu ya kwetu wanataka karibu wakuje maandamano Kameme. Yes. Ati sijasema ng'ombe zao zinaibiwa. Zinachinjwa. Kutoka hapo sasa wakitoka kwa ng'ombe wanaingia wanaiba bodaboda. And now this morning nikiwa tu hapa Kameme. Nikasikia huko Mwea Kirinyaga mahali inaitwa Kangai. Pia ng'ombe imechinjwa. Na mahali ingine inaitwa Kia Matadho, anaweza kutumia pia kwa WhatsApp. Yes. Na huko kwetu inaitwa Moteine wa Kenya. Hata nitakutumia hata picha za mang'ombe, wanatoa either skin, wanatoa nyama, wanatoa kichwa. Sasa tukasema ikifika ng'ombe wataenda kondoo, waingie bodaboda, waingie kuku, warudi sasa sisi wamalize sisi. Yes. I don't know whether you are aware, waziri. Tulikuwa na mkutano mwaka jana ya jukwaa la usalama kwa sehemu hizo zote, haswa pale Olkalao, ambapo tuliambiwa vizuri sana ya kwamba wizi wa kondoo na ng'ombe ya kuchinjwa kwa boma yenyewe. Kwanza nataka niseme ya kwamba tuliwasihi wananchi na tuliongea na machifu kwamba kwanza wahamasishe wananchi ya kwamba boma ya ng'ombe ya kondoo na mbuzi na ng'ombe isikue mbali sana na nyumbani. Yes. Kwa sababu watu wanakuja usiku, mtu anachinja ng'ombe mpaka anamaliza, mpaka anasafiri. Yeah. By the time mwenye ng'ombe na kondoo anajua wakati ni asubuhi. Na unajua hao watu wana time wakati kuna nyesha, ama wakati kuna baridi, kwa sababu sehemu hiyo ni baridi. Right. Na ya pili, tukasema ya kwamba kupitia ile mpango yetu ya usalama mashinani, yes, tulitaka ushirikiano wa karibu kati ya wananchi na administration police na polisi wetu. Yes. Pia wananchi walikuwa wamesema kwamba maaskari wamekuwa wachache, na wengine ambao walikuwa na ulevi na hawasaidii wananchi. Tulikuwa tumekubaliana na Inspector General Kanja, yes, ya abadilishe maofisa ambao wamekaa sehemu moja kwa muda mrefu. Wanapata stress. Wanapata sio hata stress peke yake, wanazoeana. Na wengine wanakuwa baadhi ya wale wanasaidia wezi ama wapika pombe na nini, kwa sababu wamezoeana na wao hapo. Kwa hivyo nilikuwa nimemwambia afanye kazi ya mabadiliko, ingawa aliniambia kwamba shida kidogo ilikuwa ni idadi ya askari ambao tuko nao. Ndio uliona baada ya jukwaa la usalama tulikuja tukafanya recruitment, ambao tuko sasa na askari 10,000 ambao wanafusu kwa mwezi 3 ijayo. Ndio itasaidia sisi tulete nguvu mpya na tubadilishe wale ambao wamekuwa sehemu mbalimbali katika nchi. Yes. Tutoe wale wamekaa kwa huko Northeastern na sehemu ambazo za operations, wakuja sehemu hizi zingine. Perhaps wakikuja watakuwa na nguvu mpya, kwa sababu wametoka sehemu ambayo ni ngumu. Kwa hivyo nitafuatilia masuala haya saa hizi. Nitampikia regional commander wetu wa Central kuona ni njia gani tunaweza kuwasaidia zaidi, kwa sababu hao wachinjaji hawawezi fanya, wenye wanauza hawafanyi hivyo tu bure. Wanasaidiana na mabucharies kwa Nakuru, Naivasha, sehemu ambazo hizo nyama inaenda kuuzwa, ama kama ni Kirinyaga, lazima kuna wanunuzi. Yes. Na wajasusi wetu wako na habari, lazima tuwaendee wao. Okay. Na nitawapigia maafisa wa askari kwa sehemu hizo ili wafuatilie. Na pia ningesisitiza ya kwamba machifu waendelee kufanya baraza kuhamasisha wananchi jinsi ambavyo tunaweza kujisaidia pia sisi wenyewe. Yes. Kwa kuweka mikakati yenye haitafanya rahisi
kwa wale wezi wakuje wapate nafasi ya kuiba na kuchinja na kuondoka bila kujua mapema. Kama hao ambao polisi wana collude na hawa wezi. Yeah. Is it about the transfers ama hao wanapatiwa disciplinary actions? Hawa transfer wale wenye wanafanya hivyo lazima wafanyiwe disciplinary action. Okay. Lakini generally transfer inasaidia kuondoa ile familiarity. Yes. Ile kuzoeana na saa zingine wengine wakizoea sehemu fulani wanakuwa pia wanakuwa complacent, yani wanakuwa sasa wanaachilia kazi, wamezoea tu. Unajua kuna wengine wanatumwa kwa sehemu ambazo kuna wizi wa mifuko, ile mambo ya banditry, unaona wanasema hawa watu wa Samburu wa Isiolo nani wamekuwa wakipigana, hakuna haja kufanya chochote. Ndio unaona kila wakati mabadiliko yenye tunafanya inasaidia kulete nguvu mpya na watu ambao wanakuja na wazo mpya bila kuzoeana sana na watu kwa sehemu hiyo. Alright. So hiyo ndio sababu ya mabadiliko tofauti. Na pia saa zingine unapata kwamba umetuma OCS mahali fulani lakini hana uongozi bora. Yes. Hawa mara nyingi wanaondolewa, wanapewa kazi zingine, unalete kwa sababu uongozi pia ya OCS, OCPD ndio inasaidia. Kwa sababu hawa ndio lazima wapange mikakati ya usalama kwa sehemu yenye wanatoka. Ndio unajua ile jukwaa la usalama haikuwa ati ni mkutano tu ya siku moja. Yes. Ilikuwa ni njia. Yeah. Niliwaambia kwamba maafisa wetu kwamba njia ya kuweza kudumisha usalama katika sehemu tofauti kwa Kenya ni kuhakikisha kwamba kuna uhusiano bora kati ya wananchi na askari kupitia hiyo jukwaa la usalama mashinani. Okay. Na ndio nataka sasa nimpigie county commander wa Olkalau, yes, Nyandarua na ule wa Kirinyaga, yes, anipatie mikakati ambayo wataweka kuhakikisha wameshirikiana kumaliza hiyo wizi wa kondoo na ng'ombe. Hiyo sana imezidi kwa sehemu za Mount Kenya. Yes. Kwa sababu farmers wengi kwa sababu unajua kwa nini wizi inaendelea kwa mambo ya agriculture? Kwa sababu market value ya mambo ya ukulima imeenda juu. Right. Ndio unaona tunapambana sio tu kwa wale wa ng'ombe na mbuzi na kondoo, lakini pia wale wa kahawa. Yes. Kwa sababu bei ya kahawa imeenda juu, wizi ya kahawa pia imeenda juu. Yes. Na tuliweka polisi wafanye proper patrols na imesaidia kwa sababu tumeweka askari pia wajunge some of the warehouses ambapo penye kahawa inawekwa. Okay. So kwa hivyo nitafuatilia haya kama vile umeniambia. Haina shida, nitakutumia kwenye WhatsApp, nitakutumia all the details especially those villages and maybe if the others, najua utakuwa na hiyo intelligence ya kujua. Asante sana na pole kwa kukosa simu yako, niliona ulipiga mara mingi. Usijali, unajua sasa ukisukumwa na mimi nakusukuma. Asante Mudhoni. Sasa lakini tulikuwa na kanjaa, lakini acha nitakupigia tu. Okay. Thank you waziri. Asante Mudhoni. Asante.